Na nasema Mungu atakuponya na taabu zako. Ukienda kusoma utaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi 38 mstari wa 19. Mungu atakuponya na taabu. Ameahidi kukuponya na nini? Na taabu, kwa sababu yeye ni Mungu anayejishughulisha na mahitaji yetu. Halali wala hazinzii, asubuhi, mchana na usiku anapambana na kuwalinda watu wake, anapambana na kuwajali na kujishughulisha na mahitaji yao. Endelea kumwomba Mungu kama ulikuwa unamuomba, kama ulikuwa unafunga, endelea kufunga, na hiyo usikate tamaa, wala si yoyote kukuwekea mipaka mbele yako wala kukukatisha tamaa. Yeye ameahidi atafanya nini? Ameahidi atakuponya na taabu zako. Ama sijasema Mungu hatakuacha, Mungu hatakuacha uondoshwe milele. Nenda kasome katika kitabu cha Zaburi 55 mstari wa 22. Daudi ameandika mambo mazuri hapa. Kwa hiyo Mungu hatakuacha uondoshwe milele. Mungu hatakuacha ukaondoshwa na maadui milele. Utaendelea kusimama, utaendelea kudumu. Kuna watu waliosimama wakakwambia utomaliza mwaka huu, lazima ufe. Wengine wakakuambia hautofanikiwa katika maisha yako. Mungu ameahidi kufanya nini? Na Mungu ameahidi kwamba hatakuacha uondoshwe milele, hatakuacha uondoshwe milele. Mungu anakuandalia mambo mazuri, na hao waliokuonelea kifo, na wao waliokuonelea kufe, na wale waliokuonelea mabaya watashuhudia. Ukiendelea kudumu, watashuhudia unaendelea kuendelea mbele. Waliosema hatutaki apate kazi, waliosema hatutaki aendelee kusoma, waliosema hatutaki apone, waliosema hatutaki afanikiwe, sasa utafanikiwa mbele yako. Mungu ana hasira na hao, na uso wa Bwana unawaelekea wabaya. Kwa hiyo Mungu atakusaidia, na Mungu atakuinua, Mungu atakuinua, Mungu atakufanikisha. Na hao maadui watakuona ukikaa pamoja na wakuu, hao maadui watakuona ukikaa meza moja na waziri mkuu, hao maadui watakuona ukikaa meza moja na marais, hao maadui watakuona ukikaa na watu wakubwa. Tena wakikuona kwa macho yako mawili, endelea kumwomba Mungu. Kwa jina la Yesu nakuombea hiyo neema ije kwako. Kwa jina la Yesu nakuombea hiyo neema iwe kwako. Inawezekana kwa jina la Yesu, maana Mungu ameahidi hatakuacha uondoshwe milele. Ameahidi hatakuacha uondoshwe milele. Kwa hiyo atakufanikisha, atakuwa na wewe muda wote na kipindi chote, na yeye Mungu atakusimamisha imara. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Namba 7 nasema Mungu atakupa thawabu au zawadi. Utaenda kusoma katika kitabu cha Methali sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 12. Utaenda kusoma. Namba 8 nasema Mungu atakuwa ngome yako. Kwa hiyo Mungu atakuwa ngome yako. Utaenda kuona Daudi amesema mambo mazuri katika kitabu cha Zaburi sura ya 9 mstari wa 9 hadi wa 10. Mungu atakuwa nini? Ngome yako. Hakuna atakayekupata, hakuna adui atakayekupata, maana Mungu atakuwa ngome yako, maana Bwana atakuwa ngome yako, wala hakuna adui atakuchoropoa mikononi mwa Bwana. Hakuna adui atakakuchoropoa mikononi mwa Yesu, kwa sababu yeye ameahidi atakuwa ngome yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Atakuwa ngome yako. Mstari wa 9 unasema Mungu atakustiri na kukuficha bandani mwake. Mungu ameahidi kufanya nini? Mungu ameahidi atakustiri na kukuficha bandani mwake. Utaenda kuangalia katika kitabu cha Zaburi sura ya 27 mstari wa 5 na 4 mstari wa 8. Mungu atakustiri. Anafanya nini? Atakustiri. Haleluya, 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 haleluya. Namba 10 nasema Mungu atakupa neema ya kukabiliana na shida. Haleluya. Mungu atakupa nini? Neema ya kukabiliana na shida.
Utaenda kusoma leo vitabu mbalimbali. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 19. Utaenda kusoma na hiyo Korintho wa pili mstari wa 11:23 hadi 33. Utaenda kuona na Galatia 6 mstari wa 11. Utamalizia na Isaya 55 mstari wa 8. Haleluya, haleluya. Ameahidi kufanya nini? Kukukomboa na kukusaidia. Kwa hiyo hata kuacha maadui wa kudondoshi, atakuwa pamoja na wewe, atakusaidia kwa jina la Yesu. Ninakuombea unayonisikia, Mungu atakusaidia. Hakuna atakayeinuka juu yako, hakuna atakayekukatisha tamaa. Na kuombea kwa jina la Yesu. Aliyeweka mipaka mbele yako iondoke sahihi, aliyeweka mipaka mbele yako iondoshwe sahihi kwa jina la Yesu. Iondoshwe sahihi kwa damu na moto, iondoshwe sahihi, maana Bwana ameahidi kukutendea hayo. Inuka uliyekufa imani, inuka ambayo ulikata tamaa, inuka ambayo wewe ulikata tamaa na magonjwa baada ya kukushwa na hofu ikaingia, wakaja maadui wakakuambia hautopona wala hautofanikiwa kiuchumi. Sasa nataka nikuambie, Mungu atakutoa. Ipo kamba inarushwa kwako wewe uliye Simoni, ipo kamba inarushwa kwako wewe ambao walitumbukizwa na kubanwa katika shimo hilo. Itake hiyo kamba. Yesu anakutoa katika hilo shimo. Yesu anakutoa katika hayo mateso. Yesu anakutoa katika hayo magonjwa. Yesu anakutoa katika hiyo shida. Yesu anakutoa katika hiyo homa. Yesu anakutoa katika masikini. Yesu anakutoa katika aina mbalimbali ya mateso. Na kuombea sahihi, ikamate hiyo kamba, ikutoe katika hiyo shimo. Ikamate hiyo kamba, ikutoe katika hiyo shimo la magonjwa. Ikamate hiyo kamba, ikutoe katika hiyo shimo la masikini. Ikamate hiyo kamba, ikutoe katika hiyo hali ya kudharaulika. Ikamate hiyo kamba, ikutoe katika shida mbalimbali uliyokuwa nayo, ambayo walikata tamaa. Inuka tena, Mungu atakuponya na ahadi zake ni za milele kwako. Yeye ni Mungu mwenye ahadi. Akisema lazima itokee, akiamua lazima itokee. Upo mkono umenyooshwa kwako, ambaye hakuna wakuja kuzuia. Upo mkono wa Bwana umenyooshwa kwako, ambaye hakuna cha shetani, wala hakuna cha mapepo, wala hakuna cha majini, wala hakuna cha wachawi, wala hakuna cha waganga wa kienyeji, wala hakuna cha mizimu ambaye watazuia mkono huo. Umenyooshwa sasa kwako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Raba ya bachaka. Sante Mungu, sante Yesu, sante mfalme wa mbingu na nchi, sante Yesu. Nami nikiomba na kushukuru Bwana kwa sababu ni mwema. Endelea kumwomba Mungu, endelea kusali. Na wewe ambao umepata kupata maombi haya au umekwisha kusikiliza habari za Mungu, umesikia kuomba toba, basi piga magoti yako popote ulipo na niona naweza kukuombea sala ya toba, na Mungu atakusaidia, atakuponya hapo hapo wewe ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa mwili hai, piga magoti yako tayari, ambao uko tayari sasa kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua na nilizozifanya kwa kutokujua. Ninaomba unihurumie na uniokoe. Futa majina yangu Yesu katika kitabu cha hukumu. Andika majina yangu Yesu katika kitabu cha uzima. Ingia sasa katika maisha yangu, weka makao ndani ya moyo wangu. Nitembee na wewe sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu mfalme wa mbingu na nchi, namweka mikononi mwako mtoto wako ambaye tayari amekwisha kukupea maisha. Ninaomba ukaende naye, ukamsaidie na kumhurumia na kumwepusha na mabaya na kumwepusha na maroho ambayo yako kinyume na yeye. Aidha alikuwa ni mgonjwa, anaomba mbalimbali katika mwili wake, pata kumponya kwa jina la Yesu. Mweke huru sasa, mweke huru sasa, mweke huru sasa, mweke huru sasa kwa jina la Yesu.
Mponye huyo kijana, mponye huyo mama, mponye huyo bibi, mponye huyo babu, mponye huyo mtoto. Waponye hao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yako ikanene uzima, damu yako ikanene ushindi katika maisha yao. Shetani akakosa nafasi katika maisha yao, ukawaponye sasa na kuwaweka huru. Nami natangaza kuponya kwao, waeke huru katika jina la Mtakatifu Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi na shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe ambaye umekwisha kuokoka, kanisa lililopo karibu yako, utachagua ni mchungaji gani, au kanisa ambalo lipo karibu na wewe utaenda kusali hapo, au utachukua hatua sasa ya kwenda kanisani kuendelea na ibada, na utaendelea kuona baraka za Mungu zaidi na zaidi na zaidi katika maisha yako, katika jina la Yesu. Amen.